Wapendwa katika Bwana, karibu tena uweponi mwa Bwana na wasalimu kwa jina la Yesu Kristo. Mjadala wetu leo utatoka kwenye neno la Mungu katika kitabu cha Yohana wa kwanza, sura ya 4 mstari wa 21, ambayo linasema neno kwamba, na amri hii tumepewa na yeye, ya kwamba yeye ampendaye Mungu ampende na ndugu yake. Karibu tuweze kujadili pamoja neno hili la Mungu. Sijui kwa upande wako na tuelezeaje kuhusiana na hili neno la Mungu. Karibu. Katika eneo hili ambalo linatoka katika Yohana wa kwanza mstari wa 4, Yohana wa kwanza ule mlango wa 4 na mstari wa 21, tumepewa amri ya kwamba yeye ampendaye Mungu basi ampende na ndugu yake. Katika eneo hilo mimi naweza kusema ya kwamba siku zote kwanza tunatakiwa tuishi na upendo ndani yetu. Jinsi vile ambavyo tunajipenda sisi, pia tujitahidi kupenda na ndugu zetu. Na ninavyosema ndugu zetu hawakumaanisha wale wa kuzaliwa nao tu, bali ndugu ni ndugu yote, binadamu yote unaishi naye, maana sisi tunatokana na Mungu mmoja. Na kwa maana hiyo, kwa hiyo natakiwa kila unayemuona ambaye ulizaliwa naye au kuzaliwa naye, jua ni ndugu yako katika Bwana au katika roho. Sasa eneo hilo mimi ningependa kusema ya kwamba binadamu wengi au watu wengi tumekuwa tukijipenda sisi wenyewe, tukifanya mambo yetu sisi wenyewe. Vile unavyoona kwamba jambo fulani ni jema kwako, unaona nibaki kuwa ni la kwako, wala usimshughulishe, yani usimhusishe na ndugu yako au jamaa yako. Kwa hiyo mimi naweza kusemea katika eneo hilo, Mwenyezi Mungu alikuwa akituasa ya kwamba binadamu tunatakiwa tupendane, binadamu tunatakiwa tusaidiane, binadamu tunatakiwa hata wakati wa mtihani mbalimbali tuombeane kama kuna uwezekano wa kuombeana, tusaidiane kama kuna uwezekano wa kusaidiana, na si tu kuachiana jambo kwa sababu ni fulani humjui, ni fulani kuzaliwa naye, ni fulani hauna mahusiano naye aina yote yale, wakakuta anaumia, anateketea, anaangamia, wanaonewa, wasema mimi simjui, acha niachane naye. Basi kwa mantiki hiyo mimi ningependa kusema ya kwamba tupendane, tuheshimiane. Ndilo lilo jema kwako basi pia fanyie na mwenzako. Ukiomba mazuri kwako basi muombe na mwenzako. Ukitenda vyema wewe kutendewa mema, basi na wewe fanye hivyo hivyo kwa mwenzako. Mimi naomba niishie hapo kwa uwezo wangu wa ufikiri katika neno hilo la Mungu. Kwa hiyo ndugu yako kumbe sio lazima yule ambaye umezaliwa naye. Ndiyo. Maana watu wengi wanafahamu kwamba ndugu lazima awe ni wa damu. Ndiyo, kwa neno hilo watu wengi wanafahamu kwamba ndugu yako ni yule ndugu wa damu. Ndugu wa damu, ndugu yako haikumaanisha ndugu wa damu, maana siku zote wote kwa Bwana sisi ni ndugu, tunatokana na Mungu mmoja. Na hata pia kwetu tunaamini Yesu alikuja kwa ajili yetu sisi sote. Kama angekuwa Yesu, kama ilikuwa ndugu limemaanisha kwamba ni ndugu yako kuzaliwa nao, basi hata na Yesu angetafuta ndugu zake akawa nao. Lakini Yesu alipokuja, alikuja kwa ajili ya wote, kwa sababu akitaka kuwaunganisha hata wale ambao walikuwa wana imani tofauti ya kwamba ndugu ni wale kuzaliwa nao. Kwa mfano, naweza nikatolea mfano, Yesu alikuwa na wanafunzi wake 12 ambao walionekana kama vile ni ndugu zake na ni wanafunzi. Yaani ni wanafunzi wake, lakini kwa upande mwingine aliona kama ndugu zake. Lakini kuwa na wanafunzi wake au 12 haikumzuia yeye kwenda kukutana na watu wengine ili kuelimisha neno la Mungu, ili kuwafungua macho katika yale ambayo walikuwa hawayafahamu. Kwa namna hiyo nasema hivyo. Kwa wale wanaosema kwamba undugu unatokana na damu, pia katika Kristo Yesu tunaweza kusema kweli sisi sote ni ndugu kwa sababu tunatokana na damu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo tunaunganishwa na ile damu ili tupate kuwa ndugu. Yule ambaye kwa mfano hayuko ndani ya Yesu, anawezaje kuwa ndugu yangu? Kwa sababu hapo umesema kwamba ndugu yangu ni yule ambaye
tunamuita kwamba baba yetu ni mmoja. Kuna watu hawaamini kama Mungu ni baba. Au atakuwa tu ni ndugu ameamini, hakuamini. Kwa jambo hilo naweza nikasema ya kwamba hata Yesu alivyokuja hakuja kwa wale walioamini, bali alikuja kwa wale ambao hawaamini ili wasaidie kufahamu hilo jambo. Sawa sawa. Ndio. Maanisha kwamba kwa sababu Yesu tunatokana na ndugu, ni tunatokana na damu na Yesu, na sisi tumekombolewa na damu ya Yesu, ndio maana tumekuwa ndugu zake au ndugu zake na Bwana Yesu. Haikuwa na maana hiyo, kwa sababu wote kweli tulikombolewa na damu, lakini katika kukombolewa kwetu si kila mmoja anatambua kwamba nilikombolewa na damu ya Yesu. Ndio maana unaweza kuta kuna wenzetu wa upande wa pili wenyewe wale Islam wenyewe hawaamini neno la kwamba walikombolewa na damu ya Yesu. Ukikumbuka pale katika kipindi ambacho Yesu anataka kuadhibiwa au kusulubiwa, kuna wale watu walisema ya kwamba na damu yake iwe juu yetu. Kwa hiyo wanasema damu yake iwe juu yetu, ilimaanisha sasa tangu kipindi hicho mpaka leo hii hata wale ambao katika uzao wa Islam walikuwa kule, kuna kizazi ambacho kilitokana na wao kule. Kwa hiyo inamaanisha hata wale ambao hawaamini kwamba Yesu ndiye mwokozi wao na aliwafia msalabani, pia na wao ni ndugu zetu, kwa sababu wanatakiwa tu kupewa maarifa ya kuamini kwamba lile jambo liliwahi kutokea hivi kwa ajili ya wetu sisi sote, ili tufanyike kuwa ndugu wa upande mmoja. Kwa maana hiyo kumbe ndugu yako ni yule mtu wa karibu yako. Kwa mfano kama anavyosema kwamba huwezi kukiri kwamba unampenda Mungu na wakati ndugu yako humpendi. Ina maana huenda baba ndugu yako hata leo unayekutana naye njiani tu, yani mtu ambaye yuko karibu yako. Kwa mfano hapa nimetoka nimeenda mahali na kukutana na mtu anahitaji msaada, tayari tu anakuwa ni ndugu yangu kwa sababu yupo karibu yangu. Ndio, naweza nikaelezea kwamba hiyo linawezekana kwa sababu neno undugu halikumaanisha ni undugu wa damu wala undugu wa kimwili. Neno undugu liliunganisha sehemu zote mbili, japo tunakuja kuvitofautisha pale tunapoingia kwenye mambo ya kisayansi, mambo ya kibiolojia, mambo ya tuseme ya uzao na zile yanazozita genes zile. Unakuta mfano kama mtu anataka kujua huyu ni mwanangu, huyu ni nani, ni ndugu yangu, lakini kwa kiuhalisia Mungu hakutamka neno ndugu akimaanisha ni ndugu wa uzao wa tumbo moja au ndugu wa uzao wa namna nyingine tofauti. Zaidi ya yote ni Mwenyezi Mungu alitamka neno ndugu ikimaanisha sisi sote bila ya kubagua kwamba ni kwa kuzaliwa pamoja au kutozaliwa pamoja. Na ndio maana hapa hakusema na mpendane nyie ndugu wa uzao mmoja. Alisema mpendane kama mpende ndugu yako kama unavyojipenda wewe mwenyewe. Kumaanisha kwamba ni ndugu wa uzao mmoja au ndugu wa namna fulani. Ndio kwa uelewa wangu na kufahamu hivyo niseme. Naweza kusema kwamba ili neno la Mungu linalosema kwamba na amri hii tumepewa na yeye ya kwamba yeye ampendaye Mungu ampende na ndugu yake, ni amri ya upendo. Upendo ni asili ya Mungu. Na mtu anapodai kwamba mimi nina Mungu, maana yake tayari ana upendo ndani yake. Na anapokuwa hampendi ndugu yake, hii inatuashiria kwamba Mungu ndani yake hayumo. Na anaposema kwamba nampenda Mungu, basi atakuwa anadanganya. Na hii nadhani licha kwamba ni amri, lakini nadhani ni kanuni ya Mungu katika mambo mengine. Kwa mfano, huwezi kufanya jambo, huwezi kusema kwamba naliweza hili dogo, naliweza hili kubwa na wakati jambo dogo huliwezi. Kumpenda ndugu yako kama ambavyo umekwisha kuelezea kwamba ndugu ni yule mtu ambaye sio lazima umezaliwa naye, ni mtu wa karibu yako, ni mtu yeyote ambaye Mungu anaweza kukupa nafasi ya kukutana naye. Kwa hiyo kama umeshindwa tu kumpenda ndugu yako alafu kadai unampenda Mungu ambaye humuoni kabisa, hiyo itakuwa ni uongo. Kwa mfano kama kuna watu wanasaidia watu wa nje ya familia yao, huko akiwa nje anakuwa mtu mwema sana, lakini akirudi kwenye familia yake wana njaa, wanalia, wanamlalamikia. Wapo watu wa design hiyo. Kwa hiyo huyu akienda kule nje anafanya kwa sababu ya wale watu wampende, anafanya kwa ajili ya wale watu wamheshimu au wamsikilize, yani apendeze watu wa nje. Kwa hiyo mtu kama huyu akisema kwa mimi nawapenda watu au nawapenda ndugu zangu, maana kule na kwenye atawaita ndugu zangu, atakuwa anadanganya, kwa sababu huko nyumbani wanalia, huko nyumbani wanalalamika.
Ni sawa pia na nikisema kwamba hii inaweza kwa ikawa pengine ni kanuni ya Mungu. Kwa mfano unaposema kwamba mimi ninamwamini Mungu. Alafu leo hii ukiambiwa kwamba jirani yako ni mchawi, unahama hilo eneo. Sasa unaposema kama umeshindwa tu kuamini kwamba yule Mungu unayemwamini yuko ndani yako na atakulinda dhidi ya huyo mchawi. Alafu lakini ukiulizwa ama matendo yako yanaashiria kwamba unamwamini Mungu ambaye humuoni, na ukadhirishia umma kwamba unamwamini Mungu, lakini vitu vidogo kama hivi ambavyo vinahitaji imani yako idhirike vinakushinda, basi unakuwa ni Mungu. Kunaona kama licha kwamba ni amri ya Mungu hii ya upendo, pia kumbe inaweza kutumika kwa vitu vingine kama hivyo, kwamba kama jambo dogo tu linakushinda, hilo kubwa ambalo unasema unaliweza, basi utakuwa unadanganya. Kwa hiyo mimi nasema kwamba Mungu alivyotuamrisha kwamba mpende ndugu yako kama kwamba mpende jirani yako kama unavyojipenda mwenyewe, au tuseme kama hili neno kwamba ampendaye Mungu ampende kwanza ndugu yake. Mungu alikuwa anamaanisha kwamba kabla hujasema kwamba naliweza hili kubwa, basi hakikisha kwanza dogo umeliweza. Maana mambo yote makubwa ama hatua yoyote ile kubwa katika maisha yako, katika jambo lolote lile, ina maana kwamba ilianza na hatua ndogo. Sijui na jambo lingine la kuongeza? Hapana, labda tu ni kushauri hilo amri ambayo Mungu ameitoa ni vyema tukaifuatilia kwa ajili ya kumpendeza Mungu, na Mungu atatubariki kwa ajili ya mambo yetu mengine. Maana ni jambo linaonekana ni dogo tu, lakini kama ukilifuatilia kwa umakini na kwa ukaribu, linaweza likakujalia matunda makubwa bila hata wewe kufahamu. Asante sana. Nadhani tuishie hapa mpaka tena wakati mwingine. Mungu akubariki msikilizaji na mtazamaji wetu. Mpaka tena wakati mwingine.